Tunamwona Yesu anatuonyesha njia mbili tofauti. Ukisoma neno la Mungu katika kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 7 mstari wa 13 hadi wa 14, anasema kuna njia pana na njia nyembamba, na anatuambia hii njia pana wanapita wengi sana, lakini hii njia nyembamba wanapita wachache sana. Sasa mimi sijajua kama ushe kujiuliza hii njia pana ni kwa nini wanapita watu wengi sana na hii njia nyembamba wanapita watu wachache sana. Sikiza nikwambie kitu ndugu yangu. Hii njia pana wanapita watu wengi ni kwa sababu watu wengi wanataka kupita na mizigo yao. Ndio maana wengi wao wanapita kwenye njia iliyo pana, kwa sababu hawataki kuiacha mizigo yao, wanataka kupita na mizigo yao. Lakini hii njia nyembamba hauwezi kupita na mizigo yako, ndio maana watu wengi wanashindwa kupita. Wanaopita ni wachache, kwa sababu ili upite katika hii njia nyembamba ni lazima uache mzigo wako nje ili upite katika hii njia iliyo nyembamba. Unaweza ukajiuliza au unaweza ukaniuliza, mtumishi wa Mungu, mizigo ni nini? Mizigo ni dhambi. Dhambi ni mizigo. Kwa kwenye hii njia nyembamba huwezi kupita na huo mzigo, kwa sababu hii njia ni nyembamba. Huwezi kupita na mizigo ndugu yangu, huwezi. Kwa ndio maana unaona wengi wanalazimika kupita kwenye njia pana, kwa sababu wanataka kupita na mizigo yao. Na ndio maana unamwona Yesu anasema katika kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 11 mstari wa 28, anasema ya kwamba njooni kwangu nyinyi nyote mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu anasema, lakini watu hawataki kuipumzisha mizigo. Watu wanataka waendelee kutembea na mizigo yao. Ndio maana wamechagua kupita njia pana bila kujua hiyo njia pana, hapo katikati kuna majuto, huko mwisho kuna jehanamu ya moto. Hawajui. Sikiza nikwambie kitu ndugu yangu, kubali leo hii kumpokea Yesu, ili Yesu akupumzishe na hiyo mizigo ya dhambi, ili upite katika hii njia nyembamba. Na hii njia nyembamba ukipita hapo katikati kuna kubarikiwa, kuna kuinuliwa, na kule mwisho kuna uzima wa milele. Kuna uzima wa milele.